kile ambacho nilijifunza kimeabadilisha maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niseme ya kwamba sitakuwa na mengi zaidi ya hayo ya kuongea, ila nakuomba utoke hapa na moyo wa kufanya kwa ustadi. Kama ni kuimba uimbe kwa ustadi, kama ni mpigaji pia upige kwa ustadi, kwa ajili ya kile ambacho tunakwenda kukisikia jioni ya leo. Hebu funga macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya mchana huu. Asante kwa ajili ya siku hii njema Bwana ambao uliipanga, nasi tupo mbele za uso wako Mfalme. Tunapoanza kipindi hiki tuhudumie, tunahitaji kufundishwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuwezeshe kusikia na kuelewa na kuyafanyia kwa vitendo yale ambayo Bwana tutajifunza jioni ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo namkabidhi kila mmoja mikononi mwako Bwana. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Amen. Umepiga makofi lakini naona hayatoshi. Hayatoshi kabisa hayo. Hata hayo hayatoshi. Hayo ni ya mzee Temu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi kwa neno zuri kabisa hili la ufunguzi. Kwa heshima na taadhima nimuombe katibu atangaze rasmi kwamba shughuli hii imefunguliwa ufunguzi. Basi tunatamani kusikia ile tamko ili basi tuweze kuendelea mbele. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa heshima kabisa, kwa niaba ya mchungaji kiongozi wa kanisa hili, Askofu Aminieli Eliamini Mgonja, na mbele za Mungu nitangaze kwamba warsha hii imefunguliwa rasmi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Makofi ya nguvu kabisa. Shughuli yetu imefunguliwa rasmi na sasa tuko huru sasa. Unajua uimbaji saa nyingine kwa watu ambao sio waimbaji, ukiwa unaimba huku kimoyomoyo, basi unaimba vizuri. Yaani unaimba vizuri hapo unasikia kubarikika. Ukiambiwa sasa uimbe kwa sauti, ni vichekesho. Wengine wanasema angenyamaza. Maana ukiwa uko moyoni hujui kama kuna kitu kinaitwa flati au hujui kama kuna kitu kinaitwa sijui off key. Wewe unaendelea kububujika tu, lakini ukiimba watu wanasema, huyu bwana ameimba flati huyu. Wewe mbona unahama kwenye key? Sasa kwa hiyo uimbaji bwana, ukae tu hivyo hivyo kama uimbaji. Sasa swali linasema uimbaji ni nini? Uimbaji ni nini? Kwa kuwa kuna waimbaji huku na mmenyosha mikono kwa ridhaa yenu wenyewe, naomba nione pia mikono. Nani anaanza kutuambia uimbaji ni nini? Asante. Uimbaji ni sanaa ya kuwasilisha ujumbe kwa hadhira kwa njia ya kutumia aina ya tuni. Sijui tuni kwa Kiswahili au sauti. Uimbaji ni sanaa ya kuwasilisha ujumbe kwa hadhira kwa kutumia aina ya sauti au tuni. Sijanyosha mkono kwenye mimi ni mwimbaji, lakini nitajaribu. Uimbaji ni ile hali ya mtu kutoa sauti kwa mpangilio wa muziki. Asante. Kutoa sauti kwa mpangilio wa muziki. Haya. Mwingine kama unalojibu hebu tusaidie. Uimbaji ni nini? Uimbaji ni namna ya kufikisha ujumbe kwa njia ya sauti iliyopangiliwa. Kufikisha ujumbe kwa njia ya sauti iliyopangiliwa. Sauti iliyopangiliwa. Sauti kama haijapangiliwa unaweza ukatufikishia ujumbe lakini haiitwi uimbaji, si ndio? Kwa mujibu wa jibu lililotokea hapa. Kuna aina ngapi za uimbaji? Kwanza tunakubaliana kuna aina za uimbaji? Zipo? Kuna aina za uimbaji au aina ni moja?
Zipo aina Haya, kama zipo aina, ziko ngapi? Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna aina za uimbaji. Lakini sasa kusema nafahamu ngapi, sijui ziko aina ngapi. Lakini najua kunazo. Zipo aina ambazo wewe uzijui. Unajua zipo aina lakini wewe uzijui. Haya. Yeye anajua kuna aina, lakini ni aina ngapi hajui. Mwingine anayejua kuna aina za uimbaji, na aina hizo unahisi ziko ngapi? Si lazima uzitaje zote, lakini unaweza ukataja ambazo unazifahamu. Ziko aina kuu 4 za uimbaji. Aina ya kwanza ni sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Asante. Haya. Anyway, amesema ni aina 4, akataja sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Sasa sijajua sauti ni aina au anyway, karibu mheshimiwa. Utuambie kuna aina za uimbaji na ziko ngapi unavyofahamu? Fuatana na aina ya swali, kwa sababu muuliza swali kuna namna atakavyokuwa amepanga, lakini mimi pia kwa sababu swali limekuja lilivyokuwa jumla, inabidi lijibiwe jumla. Sawa. Kwamba nahisi tungeongelea aina kama 2 za uimbaji. Sawa. Kwa upande wangu. Sawa. Aina ya kwanza ya uimbaji ambao unatumia ala za muziki. Sawa. Na aina ya pili uimbaji usiotumia ala za muziki. Haya. Huyu jamani kama ananishawishi. Naomba na mimi niwashawishi mumpigie makofi, jibu lake ni kama kwangu limeingia moja kwa moja. Yeye ametaja aina 2 za uimbaji, ambapo aina ya kwanza amesema ni kwa kutumia ala za muziki, lakini aina ya pili ni ile ambayo watu wanaimba bila kutumia nini? Ala za muziki. Karibu Mr. Doctor, karibu. Asante. Kamilifu hatuwezi tukazungumza kwamba kuna idadi kamili ya uimbaji, idadi ya uimbaji, lakini tunaweza tukapata angalau kadhaa. Sawa. Ambayo tunaweza tukasema kuna solo, kuna duo, kuna kapela, kuna kwaya. So hizo ni aina za uimbaji ambazo tunaweza tukazipata kwenye eneo la kuimba, maana tunazungumzia uimbaji. Sawa. Yes. Kuna trio, kuna solo, kuna kapela, kwaya, na wale ni aina. Sawa. Sasa Dokta, kitaratibu unajua duo, solo, lakini kidogo ili tuelewe, si ndio? Sawa. Mimi umeniacha. Kama solo ni namna gani? Solo tunasema ni single artist, mtu anaimba peke yake. Mtu anaimba peke yake, sawa. Hapo nimeelewa. Ya, tukisema duet ni waimbaji wawili ambao wanaweza wakawa wanaimba kitu kama hicho. Ya, tukisema trio ni waimbaji watatu au zaidi ya wale ambao wanaoimba. Lakini sasa tunaenda kwenye kwaya, tunaweza tukapata kwaya ambayo ni maskwaya, wana namna yao. Akapela pia wana namna yao. Sawa. Asante sana. Kwa kweli hapo nimeelewa. Unajua madaktari hata kwenye kuandika, akikuandikia dozi ni ili tu akukoroge. Umeandikiwa ili ukijaribu kusoma uelewi, lakini ukipeleka pharmacy unapewa dawa. Kwa hiyo pale mwanzoni ni kama daktari aliniandikia dozi, kwa hiyo sikuwa nimeelewa, lakini kwa huo ufafanuzi nimeelewa. Kuna mwingine anaweza kututajia aina za uimbaji tofauti na hizi tulizozisikia? Huwa kuna nyimbo zinaitwa nyimbo za kusifu na nyimbo za kuabudu. Kuna nyimbo zinaitwa za kusifu na kuna nyimbo zinaitwa za kuabudu. Nyimbo za kusifu ni zipi? Mifano yake labda. Nyimbo za kusifu ni zipi? Swali hilo katika swala la nyimbo za kusifu na kuabudu, tunaanza na hizi za kusifu ni zipi? Ukisikia unasema hapa tunamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kusifu ni kuambie, yani unaambia watu kuhusu sifa ya ile mtu. Sawa.
lakini ukija kwenye kuabudu unaambia yeye direct, moja kwa moja, yaani kwamba wewe ni mwema, wewe mwema. Lakini ukisema yeye ni mwema, maana yake unaelezea sifa ya ile mtu kwa watu. Kwa hiyo tu. Haya, amefafanua kwamba kusifu ni kuwaeleza watu habari za mtu mwingine, na kuabudu ni kumweleza moja kwa moja. Kuna mtu ana tafsiri nyingine tofauti na hii tuliyosikia? Tofauti kati ya nyimbo za kusifu na kuabudu. Za kusifu ni zipi? Tunaposema tunamsifu Mungu, ni kwa namna gani? Ni hapa tunaweza kuelewa huyu mtu anamsifu Mungu, lakini hapa anaabudu. Kama kuna mtu mwenye tafsiri nyingine tofauti na hii tuliyosikia, karibu. Haya, kuna mikono miwili hapa, lakini sitazingatia ladies first. Naomba uanzie hapo kwa huyu kaka. Sitazingatia hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapozungumzia huu wimbo ni wa kusifu, maanake ni wimbo ambao unayatangaza matendo ya Mungu, labda kwa watu au kwa Mungu mwenyewe, kwamba wewe Mungu ni mkuu, au wewe Mungu ni wa ajabu, ishara zako ni za ajabu. Inawezekana ni Mungu mwenyewe unamwambia, ama labda tunawaambia watu kwamba Mungu ametukuka. Amen. Lakini tunapozungumzia kwenye eneo la kuabudu, kama alivyosema pale, ni kumwambia Mungu yeye mwenyewe, lakini kwenye hiyo kuabudu kunaonyesha kuheshimu, kutii, kunyenyekea, kuonyesha hofu, kumogopa. Hiyo ni ibada. Wow. Haya, dada pale kama alikuwa na tafsiri tofauti na ile iliyotamkwa hapa, fuata tu haya maelekezo kwa sasa hivi. Karibu. Mimi siko mbali sana na mtumishi hapa. Nyimbo za kusifu ni nyimbo ambazo zinatangaza na kuelezea ukuu wa Mungu katika hali ya kuchangamka. Unakuwa unacheza, unaruka, yaani unafanya vyote ili mradi unafikisha ule ujumbe, unapeleka sifa mbele za Bwana. Lakini nyimbo za kuabudu ni nyimbo ambazo zinaenda, yaani ni mtu mwenyewe na Mungu, na zinakuwa katika hali ya utulivu fulani, kwa sababu ni personal, mtu unapeleka zile sifa za Mungu kwake. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo zinaimbwa katika utulivu, kwa sababu ni nyimbo za kumwabudu Mungu direct. Amen. Haya, tumesikia haya. Peleka na pale sasa kwa dada. Amina. Wamesema vizuri sana, ila kwa kuelewa haraka maana ya kusifu ni mfano, kwa sababu wote tumeshasema si ni waimbaji. Mfano wimbo wa shangilia, huo ni wimbo wa kusifu. Alafu tukizungumzia kuabudu, neno kuabudu lina maana ya ustahilishaji. Pale unapo na kibiblia pia neno kuabudu linamaanisha hali ya kushuka. Kwa hiyo maana halisi ya kuabudu ni pale unapoona kuna kitu cha kukipa nafasi ya kwanza, ndo hali ya kuabudu. Kwamba unapojishusha, unaposhusha aina ya kitu afu unakipandisha kingine. Kwa mfano unapojiona wewe ufai lakini Mungu anafaa, unavyojisikia ndo maana ya kuabudu. Sasa ndo unakuwa unatoa maneno ambayo unataka kumwambia Mungu. Kwa hiyo kuabudu ni hali ya kujishusha na kuona kitu kingine kinastahili ambapo labda ndo Mungu, afu kusifu ni kumsifia Mungu. Haya, nitauliza ni kama ulisikia kwenye zile aina, baadhi ya aina zilizotajwa, kulikuwa kuna moja ya aina zilizotajwa ni iliyoitwa kwaya. Sasa nyimbo za kwaya ni zipi na zisizo za kwaya ni zipi? Yaani unawezaje kuzielewa? Unawezaje kuzitofautisha hizi ni za kwaya na hizi sio za kwaya? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo za kwaya ni nyimbo za kuchangamka. Ndio ambazo sasa zile ambazo Mbaga alisema kuna sauti ya kwanza, kuna sauti ya pili, ya tatu na ya nne. Nyimbo za kwaya ni za kuchangamka, za kurukaruka, za kusifu kwa furaha, tofauti na kuabudu. Okay. Amen. Unajikuna. Kumbe ulikuwa unajikuna. Haya. Bwana
Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi ninavyoelewa nyimbo za kwaya ni nyimbo ambazo hazina tofauti sana na mtu na mchungaji anavyohubiri. Yaani mara nyingi sana naona kwaya nyingi, nyimbo ambazo zinawakilisha kwamba hii ni kwaya ni zinahubiri Injili. Kwa hiyo nyimbo za kwaya nyingi ni za kuhubiri Injili. Okay. Kwa mmeamua kuchukua mahubiri mkaweka kwenye kuimba. Sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa uelewa wangu hapo kwenye nyimbo za kwaya, kwanza kuna leta tofauti kwenye idadi ya watu. Kwenye kwaya watu huwa wanakuwa wengi, tofauti na solo singing ambao ni uimbaji labda wa mtu mmoja mmoja. Na pia kwenye kwaya unakuta sehemu nyingi zinakuwa zinaimbwa, tuseme sehemu kubwa ya nyimbo inakuwa inaimbwa na watu wote Inaimbwa na watu wote sawa. Mwingine natamani ambaye bado hajazungumza. Nyie hamna lolote ambalo sawa, lakini pia wote tunaruhusiwa kuwepo, wenye wanaojua chochote na wasiojua kabisa, maana tuko darasani, si ndio? Huu mstari karibu wote umenyoosha mkono. Nyimbo za kwaya ni zipi hasa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa wale wangu, mojawapo ya nyimbo za kwaya, mojawapo labda nawasilisha ujumbe wa kutia moyo, labda natia moyo, jipe moyo utashinda, vitu kama hivyo. Lakini pia na sehemu nyingine ni aina za muziki ambazo wanazicheza au kuzitumia. Kwa mfano kama kwaya wanatumia labda mipigo kama hizi za sauzi, ndio mipigo ambapo sasa hivi hata wana praise mwenyewe, wala ambao nao sifu yenyewe wameshaingia huku, wameshavutwa na kwaya. Kwa hiyo maana style yenyewe tunazoimba ni za kikwaya. Hata praise tunazotumia sisi waimbaji tunatumia zile biti za kwaya. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba kwaya ni kama alivyosema huko nyuma na ndugu pale kwamba inawasilisha ujumbe kwa njia labda kujipa moyo au kusonga mbele na usikate tamaa, vitu kama hivyo, ambapo kwenye praise team kwenye waimbaji wa kusifu na kuabudu huwezi ukaimbiwa usikate tamaa. Hapana, unaweza ukaimbiwa namna ya kumsifu Mungu, kumchezea Mungu kwa njia za teila au zaburi hivyo. Lakini kwa upande wa kwaya mara nyingi ni kusonga mbele, usikate tamaa, jipe moyo, utashinda. Ndio nafikiri wanahubiri kwa njia hiyo. Haya. Aina moja, iwe kwaya, iwe praise and worship, yote ni kitu hicho kimoja. Haya, tofauti huko tu hapa kwamba huyu wa kwaya sasa ametengezewa ka special kake kiasi kwamba hatuimbi pamoja na yeye. Yaani wao watapita hapo mbele, watajipanga, wataanza kucheza step zao nini na mambo yataenda. Lakini hao wengine tunasifu kwa pamoja na tunamwabudu Mungu kwa pamoja. Yaani naona tu ndio tofauti, lakini otherwise yote tunamsifu na kumwabudu Mungu na wote pia tunatia watu moyo. Huyu unaweza amekuja kutukoroga tena. Haya, anayefuata. Bwana asifiwe. Maswali mazuri kwa kweli. Ni jambo la baraka. Mimi tunapozungumzia kwaya, kwanza tunazungumza wingi kubwa. Yaani kwaya ni kitu kikubwa sana. So na aina ya uimbaji wa kwaya huwa wao wanatumia aina za sauti. Yes, aina za sauti ambazo tunaweza tukasema kwaya unajikuta wanatumia soprano, alto, tenor, bass. Unaona, ambao tukienda kwenye vikundi vingine kama hiyo watu wawili hawawezi wakapata bass, hawawezi wakapata, kuna sauti ambazo hawawezi wakazipata. So tunapozungumzia kwaya, aina ya uimbaji, unakutana na hivyo vidubwasha vyote vya uimbaji vile ambao ni bass na vitu vingine. Haya.
kaka pale naye alinyosha. Huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa uelewa wangu unaposema neno kwaya, kwanza ni idadi ile ya watu, alafu pili unakuja kwenye mfumo wa namna jinsi wanavyotumia utunzi wao. Nikisema mara nyingi wao hawatumii kodi kama kodi, mara nyingi wao wanatumia noten, na ile noten zao jinsi zinavyopingwa, mfumo wake wa kuimba unakuwa ni nje kabisa na kusifu na kuabudu. Yaani kujaribu hata zile nyimbo za noten kuimba kwenye kodi ambazo tunapiga kama vile mwalimu anafanya hapo muda huu, huwezi kuzimba zile nyimbo za kwa kwenye mfumo huu. Mimi nadhani kwangu ni hayo tu. Haya. Mwingine? Mimi sidhani kama kuna nyimbo yani kwaya, yani kuna nyimbo za kwaya. Hauzani. Sijui. Haujui au hauzani? Yaani sijui kama kuna nyimbo specific hizi ni kwaya. Hapo sawa. Hizi sijui ni praise and worship. Yaani sina uhakika sana, ila nachoweza kusema ni kwamba wimbo ni wimbo. Unaweza kaupeleka ukawimba tofauti. Ila ni kwamba tu tumechagua kwamba wimbo tutawimba kama kwaya. Kwa tutaenda hivi, tutafanya hivi. Yaani lakini hakuna nyimbo zote ni then tunaweza tukaimba. Sijui kama nimeeleweka. Yaani hakuna nyimbo labda hawa. Nyimbo specific kwamba hii ni kwaya. Sidhani kama ipo. Ila tunaweza tukachagua tuimbe kwa aina hii ya kwaya au tuimbe hivi au tuimbe hivi. Sawa. Nilichoelewa mimi sasa ni haujui. Naenda na lile jibu kwamba sijui kama kuna nyimbo za kwaya au hivyo. Lakini leo tutajua, si ndio? Maana na mimi sijui. Yaani kama wewe hivyo sijui. Kwa hiyo tutajua. Mwingine? Mimi nafikiri nyimbo zote zinaweza zikawa na ujumbe sawa unaofanana, uwe wa kusifu, wa kuabudu, wa nini, lakini zinakuwa zimetungwa katika mfumo fulani. Kuna aina ya wimbo ambao unaweza ukawapa watu, unaoimbwa na watu wasiozidi 5, ukawapa watu 50 wakashindwa kwenda nao. Lakini pia kuna wimbo wa aina hiyo unaweza ukawa na watu kama 50 kufuatana na aina ya utunzi, au 20 ukawapa watu 3 wakashindwa kwenda nao. Siko mbali sana na dokta kwamba alikuwa analenga, anagusa kwa sehemu ambazo nilikuwa na hisi ziko sahihi, kwamba aina ya hivyo vitu vyote, kwamba ni mtu mmoja, watu 5, watu 10 na watu 100, inategemea aina ya utunzi. Vile wimbo ulivyotungwa ndivyo unavyoweza kwenda na aina ya watu hao, kwamba unaweza ukatunga wimbo ukauleta kwenye kikundi cha watu 3 ukajikuta hawawezi kuondoka nao kufuatana na aina ulivyotunga, lakini ukaupeleka kwenye kwaya ukawa ndo unaweza kwenda vizuri, unaweza kuimbika na watu wa aina hiyo, na pia ule aina zile za sauti, aina za sauti 4 na kadhalika. Inaongezea basi. Kwaya, nakumbuka jibu alilotoa mara ya kwanza alipotamka aina za muziki, nilikuja kukuta kuna kwaya, alafu nikifikiria kwaya ni aina ya utunzi na utunzi wa nyimbo na ala za muziki na upangiliaji wa sauti. Uwe ni wimbo wote una ujumbe wote, lakini wanapoanza kupangilia sauti na wanakuwa ni watu wengi na aina ya ala za muziki zinapobadilika pale inakuwa kwaya. Ni kwa aina ya muziki ya kwaya. Kwa wimbo wote unaweza ukawa kwaya, ili mradi tu upangiliwe sauti na watu wawe wengi. Haya. Asante. Asante MC. Imekuwa nzuri sana, si ndio Basi kabla sijamkaribisha mwalimu, nimeona kiongozi wa New Light Worship International amefika. Mr. Shika, naomba asimame atupungie. Asante sana. Sasa kaka Jimmy. Yes. Sasa ndio wasaa ndio huu, na watu wako umewaona, umewasikia. Sasa nikukaribishe ili uendelee na ile program. Amina. Tumpigie makofi jamani mwalimu. Asante. Yes. Yeah.